wimbo ambaye tumeimba chorus nasema nini? Bwana asifiwe. Hapo ndio kilele cha wokovu na kilele cha maisha ya Kikristo. Yesu. Napenda kutambua mama yangu Raheli. Nashukuru sana Mungu kwa ajili yake. Amekuwa mama yangu, tumekuwa sana naye huko mikutano za Central. Nilikuwa mdogo, msichana mdogo. Nilikuwa nabeba watoto, si mtoto, nilibeba wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne. Na nilikuwa naona mama yetu akiendelea kufanya kazi ya Mungu. Akanitia motisha pamoja na mama Mrs. Koech Eunice. Hawa ndio wamama niliwaona wakiwa mbele yangu, wakawa role model. Kwa hivyo nilipomuona nikafurahia na nikasema hakika Mungu ni mwema na Mungu wetu ni mwaminifu. Nilipokuwa nikitayarisha mahubiri haya, nikawa na mahubiri mawili. Lakini Roho ikanisukuma nisungumze kwa ajili ya Pasaka. Maana hapo ndio asili ya mema. Asante. Na nataka tuanze kusoma Biblia, kitabu cha Isaya mlango wa 61. Nataka tusome mstari wa kwanza. Isaya 61. Tutaanza moja hapa tukiendelea. Nitasoma. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana, ili atukuzwe. Tuombe. Baba Mwenyezi, Muumba wa mbinguni na nchi, Muumba wetu, asante kwa kutuumba kwa mfano wako na kutuweka humu duniani. Na mpaka sasa Baba umeendelea kututia mfano wako mpaka siku ya leo. Asante kwa hili neno ambalo tumelisoma mbele yako. Naomba Baba uachilie nguvu juu ya hili neno, ipate kuingia ndani ya mioyo yetu na kutusaidia. Waachilie uwezo mpya wa mkutano huu, waachilia neema yako, waachilia upendo wako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Sisi sote tunajua msimu wa Pasaka. Naamini kama kuna kanisa la Katoliki karibu hapa, mmewaona wakitembea ile inaitwa nini? Njia ya msalaba. Na ni msimu wa Pasaka
na sisi sote tunajua msimu huu watu wengi wanaweza tumia kwa masherehe mbalimbali, kwa sababu kuna holiday ya Good Friday na Easter Monday. Lakini sisi kama Wakristo tumeanza kujua ya kwamba mambo yetu yanaenda kufunguka pale msalabani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuko kwa hii njia ya msalaba ili twende wiki takatifu, alafu twende nini? Pasaka. Bwana asifiwe. Na nikaonelea wacha tuone mambo machache kuhusu ili neno ambalo tumelisoma. Isaya aliona na akazungumza kana kwamba yeye ndiye Kristo, ya kwamba Bwana amenitia mafuta ili nifanye nini? Niwahubirie habari njema wale ambao ni wanyenyekevu, na kuwaganga waliovunjika mioyo, na kuwatangazia mateka uhuru wao, na pia kuwatangazia mwaka. Akiongea unafikiri yeye ndio Kristo, lakini ilikuwa ni sauti ndani yake akibashiria nani? Kristo ambaye iwe. Na nikawa nikitafakari sana juu ya mambo hayo matatu: kupewa maua badala ya majivu, kupewa furaha badala ya maombolezo, na kuvalishwa sifa badala ya roho nzito. Nikajiuliza, ni mambo gani haya ambaye Kristo anatupea badala ya Injili? Bwana atusaidie sana. Haleluya. Najua sisi wa Kristo kuna mambo siku hizi hatufanyi, si ndio? Tukitafuta mlevi hapa ndani tutampata, tukitafuta mwizi hatutapata, si ndio? Na tukitafuta mchawi hatuwezi kumpata. Hizo ni vitu tuliwacha. Labda kama tulikuwa tulifanya nini? Tuliwacha. Lakini kuna mambo ambaye inatufikisha mpaka tufike machivu, ambaye wakati mwingine tunaona ni jambo ndogo. Kwa hivyo nikakuja na kitu ambaye nataka kuita dada wetu, ambaye ili basi alafu tujue Kristo alikuja ili atufungue kweli kutoka kwa ile nimesema, na ingine ambaye tunaonanga kana kwamba hata hii I can manage. Saa zingine unaona ingine unasema ninaweza, kumbe hatufanye nini? Hatuwezi. Dina, unaweza fanya hii start, lakini sio wewe ndio umebeba kwa moyo, ili tuangalie. Bwana asifiwe. Ingawa imekuja, lakini tutasoma pole. Kama unajua tulikuwa sisi sana ni wamama, sio tukatengeneza scar. Lakini iko longe pia. Kuna mambo madogo ambaye ni ile mzigo ambaye tunasema tutaiangusha msalabani. Wakati tulitoka kwa wizi, tukatoka kwa mambo hiyo ingine ambaye tunajuanga tu ni dhambi. Kuna zingine huenda tulibebana nazo, ambaye huenda ilisababishwa na mambo kadhaa katika maisha. Wakati mwingine tukipata, sipendi kukaa pulpit, so nikitembea mpaka huko mtanisamehe. Wakati mwingine niko vizuri. Tunapatwa na mambo majanga, shida mbalimbali, halafu ile Ukristo yetu inafinywa na mambo ambaye saa zingine hatutambui katika maisha yetu. Tunafinywa na labda kama tumepatwa na
kupoteza mtu, labda tumepatwa na kesi, labda tumepatwa na kupoteza hata hii betting. Si betting inaitwa nini siku hizi? Hii ndege inaenda hivi. Avieta. Labda tumeenda mpaka tumeingia avieta, ndege ikaenda na nini? Na pesa. Ama tumeenda tukafika mahali penye pesa tu ikaanza kwa kazi ikaisha. Labda ulikuwa umeajiriwa na kazi ikaisha kwa njia ya ambaye hata labda wewe hauelewi, lakini si kazi imeisha. Ukaenda, mwingine anaweza kuwa ameenda mpaka akapata ugonjwa, kansa, magonjwa ambayo yako. Unajua ukipata na homa, najua utakimbilia hapo hivi na unapona. Kuna magonjwa ambayo inameza pesa, inameza shamba, inameza mpaka kila kitu. Mambo kama haya ikatufikia. Alafu mambo yakazaliwa ndani ya mioyo yetu kama haya, ambaye nitaomba Pastor Cecilia atusomee, ama wacha Cecilia apumzike. Nitaomba sister wetu Mrs. Korir akuja atusomee tu moja kwa moja, alafu tuone sijui kama ni dhambi, sijui kama ni nini, lakini saa zingine tunaona kama ni ndogo ndogo sana. Tukipatwa na shida, jambo lingine kama hii inaweza fikia. Ikiwa ni hopelessness. Unakosa tumaini. Then ina moja helplessness. Unaona kama hautasaidika. Unaona kama umefika mwisho. Ukipatwa na mambo kama hayo, unaenda hapa. Unaenda sasa kujitenga na watu. Mpaka pastor amekuuliza, sikuoni kanisani, nitakuja tu. Hiyo ni jibu, si ndio? Nitakuja tu, uniombee tu. Lakini haufunguki ya kwamba wakati ulifiwa ama wakati shamba yako ilipelekwa, kuna mambo yalimea ndani ya roho yako. Bwana atusaidie sana. Na haya ni mambo ambaye tunaona ni madogo madogo, lakini inaweza patikana hapa kanisani. Na ndio maana tumekuja na ujumbe ya Pasaka ya kwamba tuvalishwe taji ya maua badala ya na yaita haya ni majivu. Bwana atusaidie sana, kwa sababu yanagandamiza mtu pole pole. Kila ukiulizwa kitu unakuwa very harsh. Ukiitwa hata uambiwe ndio huyu mgeni, unasema ananitakia nini? Mwambie mimi siko. Unaanza kujitenga. Ndio nataka kusema ya kwamba kama kanisa, haya mahubiri ningehubiri kanisani kwangu leo, kwa sababu tumeanza kutembea katika safari ya Pasaka na njia ya msalaba. Ukisema njia ya msalaba, watu wanasema ni ya Kikatoliki peke yake. Si ninaona hata kanisa umeweka msalaba, si ndio? Sasa ni safari ya kwenda wapi? Kwenda Golgotha. Ndio maana nikasema kuna zile zingine tunasemanga, tunaita walevi. Walevi, kujeni muokoke, muache nini? Ulevi. Tunaita, lakini kabla hatujawaita, tujiite sisi wenyewe hapa ndani. Huenda jambo kama hii imekupata ulipookoka, ukapatwa na yale janga ambayo nilisema, na vitu kama haya yakaanza kuchipuka ndani ya moyo wako, na ukajipeleka mwenyewe, haukunywi pombe. Tunaambia pastor, hata mimi sina dhambi. Unaanza kujipeleka peke yako kwako. Ukiona watu wakitoka huko mbele, unafanya nini? Unakata kona. Ni nini imekufanya mpaka unakata kona? Na ulewi. Na wewe si mchawi, na wewe si mwizi, lakini kuna vitu iliamuka ndani ya moyo wako, na ikakufanya mpaka ukajitenga. Ukiona mchungaji unatoroka, ukiona mshiriki mwenzako unafanya nini? Unapotea kwa nyasi. Bwana atusaidie sana. Ni haya mambo ambayo tu nilikuwa nataka kuonyeshana kwa hii picha. Asante dada yangu. Na unapoziangalia utafakari.
utafakari. Huenda kuna jambo nzito ambaye umekuwa tu ukisema sijui nani ataniambia hii ni nini. Kupoteza tumaini ama kupoteza matumaini ama unbelief. Unbelief pia ni dhambi nyingine, si kuweka hapo, ambaye watu wengi wanasema wanaona kama si dhambi. Pastor Cecilia, sikuwa nakuja kuchokoza watu wako, lakini hii neno inatuchokoza sisi wote, si ndio? Ya kwamba kama Yesu Mungu hakupanga kumlete Yesu, haya maneno yangetuua zamani. Bwana atusaidie sana, kwa sababu ukiona mtu akiingia kwa hiyo maneno ambayo tumeangalia kama anger, yani hasira tu, ukiulizwa chochote unatoa moshi kwa mapua, unafanya kwani nini? Bwana atusaidie sana. Lakini hizo si mlevi, si ndio? Hatukujui wewe umetoka nje ya kanisa, lakini uko hapa ndani, lakini moshi inatoka kwa mapua kwa sababu ya nini? Ya hasira. Bwana atusaidie sana. Unafika mahali ambayo unasema I'm useless. Kwa nini uko useless? Na Yesu alisikongomea makosa yetu msalabani. Ndio maana tumeletewa habari njema ya kwamba kuwahubiria wanyenyekevu habari njema. Bwana asifiwe. Habari njema ni kwamba endelea kusonga kwa msalaba. Endelea kusonga kwa msalaba. Maana hapo ndio mzigo wetu unafanya nini? Unaanguka. Sio mzigo wa ulevi peke yake. Mzigo ya hata kutoamini. Bwana atusaidie sana. Mzigo ya kujidharau. Mzigo ya kufanya nini? Ya kukutwa na uoga. Mtu akifiwa anaishi kwa hiyo roho ya uoga kwa muda. Bwana atusaidie sana. Kwa sababu inaleta bitterness. Inaleta nini? Uchungu. Kupoteza mali inaleta nini? Uchungu. Labda watu tu wanakuja kukupiga pasi, wanakuambia pole, utapata nyingine. Si ndio? Lakini wewe mwenyewe haujiambii pole, nitapata nyingine. Watu wanakuongelesha, wanaenda, wanakuombea, lakini wewe ndani ya moyo wako haujafufuka. Bwana atusaidie sana. Ndio tumeletewa habari njema ya kwamba tuvalishwe taji ya maua badala ya majivu. Tupewe furaha badala ya maombolezo. Na tupatiwe sifa badala ya roho mzito. Bwana atusaidie sana. Na wasaikolojia wanasema haya mambo yenye tumeona kwa hiyo basi huwa inapeleka mtu polepole mpaka depression. Unakuta mtu ameingia wapi? Depression. Haya, baada ya depression kuna magonjwa yataingia kama stroke. Inaanza hapo kwa mambo ile hofu tu ambayo imeingia ndani ya maisha yako, ambayo ukisikia kifo unastuka mpaka unafanya nini? Mpaka unataka kukufa hata wewe mwenyewe. Na hiyo ndio silaha kubwa ya shetani, fear, hofu. Nakumbukanga zamani nikiwa msichana mdogo, nilikuwa nikituma jioni niende kuleta hata vitu nje huko. Ninaangalia nikizunguka ni kama kuna mtu nyuma. Naenda hivi nikisema labda naangalia huko na kumbe hapo wapi? Unaona vile hofu inakuja. Unaenda kama unakuwa na uoga, unasema na sijui ni nini tunaokopanga usiku. Nilikuwa naogopa saa hii siogope. Sijui ni nini tulikuwa tunaokopanga usiku. Tunaogopa giza, si ndio? Hata ukiinama hivi unaona ni kama hata yeye anafanya nini? Anainama. Sasa hiyo kitu inagandamiza mtu. Mpaka akitumwa enda lete kitu hata ile nyumba kubwa. Utaka tu kwa mlango hivi kama amekuja nyuma, unaanza kuangalia nyuma. Sasa si hiyo ni kugandamizwa. Bwana atusaidie sana. Hivyo shetani huwa wanafanya Wakristo. Anawatia kitu ambaye inaitwa fear.
hofu kila wakati. Wakati kifo inakuja, hofu inaingia ndani ya maisha yako. Na hofu inakupeleka pole mpaka unaingia depression. Na ndani ya hofu inaingia mambo ya kujidharau. Na unajiona hata mimi hata sifai. After all, hata kuna watu wengine wanaweza kufanya kitu. Mimi wacha tu. Unajipeleka wacha tu. Maisha yako kila siku ukikaa kwa nyumba peke yako unasema Umefanya hiyo? Bwana atusaidie sana. Iliregege. Pole iliregege. Hapa unasonga pole kwa hofu. Pole mpaka depression inafanya nini? Inakukamata. Bwana atusaidie sana. Haya ni mambo ambaye sisi wa Kristo tuyasongeshe msalabani. Tuyasongeshe msalabani pa Yesu. Wakati hii ni wakati mzuri kwetu. Tuyapeleke. Bwana asifiwe. Tuyapeleke, maana mzigo yote ilifanya nini? Ilianguka pale msalabani. Pale msalabani ni asili ya nini? Ya mema. Ya suna Yesu. Kwa hivyo tuyapeleke. Nijidhani leo otiaka vilonge si ukula. Ne, maiwa. Mwa sara. Metumate. Sio ndio sana tunajua ni tambe, si ndio? Mwacho sio. Na sigune. Bitu cheni ke setani cheni urelelwe kemenyeche. Lele kile anati. Yaani mbweha wadogo kama hiyo ambayo tumeangalia kwa hiyo picha. Ambayo inashikanga Mkristo pole. Hasira. Pole. Hata pastor akisema kitu hapa anatangaza kitu na sema ngeti. Kila wakati wanatangaza pesa. Na sura ndio hiyo inakuja. Sio inaonyesha kitu? Sio ni hasira. Bwana atusaidie sana. Amacha kwa tawana Jehova, anasema Jehova. Wakati hii ni wakati wetu pia. Wengine wanapookoka, sisi tuendelee kusonga mbele, tukaribia msalaba wa nani? Wa Yesu. Ili hii mzigo ambaye hatujajua kweli ni mzigo, lakini tumejua leo. Maana inakufunga pole mpaka itakufikisha kwa shetani. Mtu ambaye ameenda mpaka isolation. Siku ile tulikuwa isolated siku ya corona. Ilikuwa mzuri. Ilikuwa ngumu, ilikuwa dini ngumu kabisa. Mpaka kwa gate haufanyi nini? Hautoki. Mpaka ukisikia mtu akifungua gate, unakimbia na nini? Sanitizer. Bibi vitatu fulani ile. Hapo ile ametuletea corona. Bwana atusaidie sana. Si ilikuwa hofu. Najua penye corona ilienda. Wakati mwingine hata shetani anajua silaha ya kugonga watu. Kama kulete corona. Mpaka mgeni akikuja unamwambia huko pita huko unawe. Ndio ukuje hivi. Mpaka wageni usikuje. Bwana atusaidie sana. Mpaka hata mtu wenu akikufa. Ninasikia uchungu, tulipoteza mama wa shemeji yangu wakati hiyo. Na hata baadaye hatukuenda kusema pole kwa sababu corona ziliendelea Amerika. Karibu miaka 2. Hatukuenda sema pole. Pole ingienda na corona. Tuliamua tu kwenda kuleta mwili. Watu wenye wanaleta sanitizer siku hapo karibu, ukishika hata sanduku sanitizer mpaka wenyewe wakazika mtu yao. Sisi tulisikianga tu kwa umbali. Bwana atusaidie sana. Hiyo ni shetani analeta hofu dunia mzima. Bwana atusaidie sana. Na kuna hofu zingine zetu ndogo ambaye hata saa zingine aibu, kitu kama aibu. Si hata inaleta aibu. Kuna kijana amejinyonga huko kwetu juzi. Yaani kijana tu barabara. Kwa sababu alikuwa kijana mmoja tu wa widow.
akaanza baba alipoaga akaanza kukua baba, si ndio? Akaanza kufanya biashara nini, akanunua ng'ombe, akanunua ingine biashara, mpaka akaonekana sasa ameamka kusaidia familia. Ile tamaa ya kutaka ikuje haraka ikafika kutokupitia marafiki. Akaambia, unajua hata ukiuza ng'ombe moja ucheze alienda ndege itafuruka ilete 200 haikulete ya kwanza. Ya pili akamwambia hiyo ilikuwa bata. Ama wanafunzi sijaicheza ile kitu, nasikianga tu. Akacheza tena. Akaambiwa badala. Akasema sasa sitaki kugusa ng'ombe mbili niko nyumbani. Acha ni tunajua kwa biashara wanaomba loan. Kaenda akaomba loan 100. Akakuja akaweka. Ikakuwa bahati mbaya. Akasema akaambiwa usiogope. Sijali. Nitaleta ingine. Kalete ng'ombe ingine. Sasa vile ng'ombe iliisha na bahati mbaya ilikuwa bahati mbaya. Kwa kijana akaingia depression, akaanza kujitenga. Kidogo kidogo akaanza kuokota makaratasi. Watu wakanotice. Sasa akapelekwa Rafi hospitali na alipokuwa huko akatoroka kwa sababu ya aibu. Umeona aibu vile inakula mtu? Aibu nimemaliza ile pesa yenye nilikuwa nimetafuta, aibu ninadaiwa, aibu. Akatoka hospitali na akaenda akanunua kamba na akanyorosha forest ya makutano huko kwetu. Lakini simu ilikuwa on. So alitafutwa satellite ikasumbuka, wakaona Akolondiani forest. Kutafutwa alijinanga kitambo na simu iko on. Bwana atusaidie sana. Na ni ile hofu na aibu ya kutojifungua. Si kudhani nikija niseme napiga magoti na kusema ukweli, nimeanguka, nimemaliza ng'ombe, nitafanya nini na nilie, alafu pastor akuja niambie kuna matumaini, si ndio? Ya kwamba inawezekana uamuke tena. Bwana atusaidie sana. Lakini nashangaa na aibu. Watu hawataki kusema ile vitu ya aibu na kusema nimefanya hivi, nilifanya hivi. Na hiko na suluhisho. Suluhisho ni kwamba Yesu alizigongomea msalaba. Amen. Suluhisho ni kwamba kuna pastor, kuna mzee wa kanisa, kuna rafiki ambaye unaweza kushiriki na kumwambia kusema kweli nilifanya pesa. Lakini ile 100 niliondoka kwa sako. Sijui nifanye nini? Afadhali hata useme afadhali mimi nilijionga alafu hapana usifanye nini? Lakini huyu alijiamulia tu kwa sababu ya aibu na hofu na ile tena kujidharau, akasema after all I'm nothing. Akatembea kwenda kwa shetani na miguu yake. Bwana atusaidie sana. Kuna habari njema ya kwamba tumetangaziwa uhuru wetu kwa damu ya Yesu. Tufunguke. Hiyo ndio inatengeneza hii mahubiri, haikuwa ya Barut, ilikuwa ya Mausami. Lakini Mungu ametengeneza ikuje Barut kwa sababu Aviator is all over. Kujidharau iko kila mahali. Ile hasira, shetani analeta hasira wakati huu. Hata maji ikibeba watu, si mnaonanga kwa TV. Serikali, wewe ndio sababu ya mvua kufanya nini? Sio ni hasira na uchungu. Bwana atusaidie sana. Lakini habari njema katika wakati huu wa Pasaka ni kwamba Yesu alikuja ili atuvalishe furaha badala ya maombolezo. Na atufungue akili, atuweke huru. Na tukishawekwa huru, tutaweza kuzungumza mambo yetu na tusaidike. Haleluya. Neno katika Waebrania kuna andiko tu nilitaka tusome, alafu tusome Waebrania
Wacha tusome Waefeso. Waefeso 4:25. Amri za maisha mapya. Basi ufueni uongo, mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Muwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haijawatoka, wala msimpe Ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mkono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wasikiao. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameheana kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Bwana wetu Yesu apewe sifa. Nilikuwa namalizia kwa hiyo andiko kuhusu yale mambo ambayo nimeandika kwa hiyo basi, na jibu ni kwamba iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameheana kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Pia hiyo ni dhambi ya kusamehewa. Na unaposamehewa inafanya nini? Inaisha. Bwana asifiwe. Shida wakati mwingine tunabeba mzigo hata ile tumesamehewa, kwa sababu hatuamini tumefanya nini? Tumesamehewa. Wacha niwape mfano mmoja, sijui inachukua muda mrefu. Mfano mmoja ya mama ya rafiki yangu mmoja, alikuwa AGC tukiwa Montiel huko, na hii kanisa inaitwa Church of God. Ikakuja ikiwa mpya, ilikuwa mpya kabisa, hatukuwa tumaiona. Ikakuja na huyo mama akaingia ndani. Hii ni Church of God ile yenye iko sahihi ama ni Church of God ndani? Kwa sababu walikuwa wana mislead watu. Walikuwa wakituona wanasema nyinyi ni watu ya Sunday, unaomba jua. Sasa unajua kwenye wako na roho ndogo, atasema ni kweli Sunday si Sunday, sio? Wameanzia sana, sio? Sasa anasema kwa sababu ni sana, sasa nyinyi mnaabudu nini? Jua. Sasa huyo mama akawa akifikiria na kumbe ni kweli, akaenda kwa hiyo kanisa. Kumbe kuna dini zingine wanafanya viapo. Hata ungeliaka atenge dini sana, lakini tusiingie tu madini ambayo hatujui ni gani. Na alipoingia kwa hiyo kanisa, sheria ni kwamba funga kitambaa kama nguo mrefu. Hii haina shida, sivyo? Lakini kuna kitu zaidi ya hiyo. Kulikuwa na ubatizo ambao inaitwa ubatizo wa moto. Siko pia katika Biblia. Lakini hawa ni real moto real. Ile ambayo unaruka. Bwana asifiwe. Tukiwa wadogo tulikuwa tunaambiwa hapa, "Batisima." Kwa itama, ati sisi watoto wanaruka kile kwa itama ni nini? Anakwani sirema. Sasa ni kama tabu, si ndio? Sasa yeye alipoenda huko, anaambiwa unabatizwa kwa moto. Sasa
wakafanya reality ya inaitwa nini? Yaani ya kuruka moto kabisa. Sasa siku yao ya Pasaka msijui wanaitanga siku ya Keriolo. Wakaenda hiyo. Akatoka huko kama ameruka moto. Hofu ikamoto. Akatoka huko kama hofu imamji. Tunajua ile ni hapo. Ile anapatiswa na moto. Sisi ni hapo yetu. Ni kupatiswa na maji, si ndio? Na tunajua ni kwa nini tunatumbukizwa ndani ya maji na kuamka. Sasa alipotoka huko anaruka hiyo moto. Akashinda sasa. Hii kuruka moto. Nasikianga kuruka moto ni mbaya. Akabaki kwa njia ngapi? Huyo mama akaenda pole pole mpaka isolation. Alikuwa anaota moto. Sasa unajua ukiota moto sana, utaweka kuni mingi. Mpaka moto ikizima unaasha. Unaota. Mpaka unasukuma chifu ikuje ndio moto iwake vizuri. Akawa akiota moto, yaani ni kama hiyo hofu ilimuingia sana. Mpaka bila alienda isolation ilikuwa ni kukaa kwake tu. Akiota akipika si hapo kwa moto. Akimaliza kazi yake rudi ku. Akotara waratina ndio mimi nikana. Sijui hiyo roho ilimaliza damu kwa huyo mama. Kijana haka akakuja akamwambia, "Nini mama? Mgonjwa?" Lakini si mgonjwa. "Ni nini? Unakata kwa moto asubuhi." Kumbe hiyo hofu imemtia baridi katika maisha yake. Ambaye hakuweza kujifungua na kusema, nini nilienda? Unisaidie. Hata basta ukiombea nimeenda kwingine ambaye si mzuri." Lakini yeye hakugundua hiyo. Aliota moto. Chifu unajua, kwa mama ndio anajua chifu ilikuwa mingi. Kama huwa si nyembaka wa ng'ombe mpaka ikuje hivi. Hata unajua ukikanyaga chifu ukitembea unachora njia. Ukienda nje ni nyona kama hivyo aregi chorani inaore. Huyo mama aliota moto akasonga pole pole. So walipogundua ni kama amekuwa mgonjwa akapelekwa hospitali. Kiba kigeni kama watenda wapi. Kitu nini ilikula damu? Kitu ni mawazo? Kitu ni nini? Na unajua kutokula tena. Hiyo pia ilimpea kutokula. Anakula kidogo. Hivyo tu. Akapewa na kijana yake pesa. Mama, amuka uende hospitali na kijana akaenda kazi. Mpaka ikabidi walazimishe. Akapelekwa hospitali, alipokuwa hospitalini. Sasa kunajua ile kujidharau tena. Imefanya nini? Imeingia. Alikuwa na pesa. Ile mama sisi tunayakanga hapo pesa ile kibeti yako. Sasa alikuwa na pesa. Ile akiambiwa hospitalini, tunataka kununua dawa, anasema, "Mimi sina pesa." Mwambia watoto walete nini? Walete pesa. Sasa akalala for 1 week, akakuwa discharge. Lakini alifika nyumbani akaendelea kuota moto mpaka akarudishwa hospitali. Na huyo mama akaaga hivyo. Na akaaga na 24,000 hapa. Wewe unataka kuniambia hiyo ni nini? Nataka tu niulize ni nini? Alikuwa na hofu. Akaingia na roho ya kujidharau. Na aibu ya kusema nimeingia wapi? Kwingine. Na akaingia mpaka akaona yeye ni hopeless. Yeye ni helpless, yaani asaidiki tena. Akajipeleka kwa kaburi pole pole. Na huyo mama akaaga. Hivyo tu. Bwana atusaidie sana. So nasema tu tukitafuta dini nzuri tuende kwa msalaba. Amen. Tukitaka dini nzuri tuende wapi? Kwa msalaba wa Yesu. Maana hapo ndio tunapata msaada tosha. Amen. Kuna dini saa hizi ambaye zimegandamiza watu. Naweza kusema pia hiyo dini ambazo zimejitokeza pia ni vitu ambavyo ni baadhi ya vitu ni kama kifo. Ni kama kupoteza mali. Kwa sababu kuna pastor yetu, assistant pastor, alitoka na akasema anaenda kutafuta anointing. Akaenda Ezekiel. Pole, si Ezekiel si mbaya, lakini nasema tu. Bwana atusaidie sana. Na alipoenda huko akaombewa akaambiwa sasa
enda ulete pesa ya kununua nini? Maji. Ya. Akaenda akanunua maji akalete. Kaambia sasa natakana uanze ministry hapa. Kuja uchukue anointing. Unajua sasa ndio uanze ministry. Unaenda unaleta anointing. Ng'ombe moja inaleta anointing. Ile ya kwanza ilienda kuleta maji. Ya pili ilienda kuleta nini? Anointing. Huyo mtu amejitenga. Kwa sasa amejitenga. Akauza shamba, alikuwa na robo. So unajua kuna wakati mtu anajikaza mpaka anunua robo yake. Ametitingae mpaka plot imebaki. Huyo mtu anaenda wapi? Huyo mtu anaenda huko. Afadhali tumuombee arudi aseme pale msalabani yote yamekwisha. Tunasema hivi kwa sababu tunatoa tahadhari ya kwamba ukifika mahali penye unasikia unaaibika, tafuta pasta. Maana hata kutangaza. Kuja ulie mambo yako hapa alafu baadaye akwambie kuna njia. Amen. Unajua hata kuna njia zingine ambazo tunaweza kumwambia wewe fika tutatoka hapa. Tutasaidiana na wewe kutoka hapa. Unapata mtu wa kukushikilia mtoke kwa hiyo aibu. Sasa dhambi ambayo inaua watu wa Kristo wengi ni hizo dhambi: aibu, hasira, kujidharau na kujiona kama hawafai na kujiona kama hawawezi, hata hawajasamehewa. Sisi tumesamehewa katika jina la Yesu. Amini ya kwamba hata ile dhambi uliyofanya ambaye kila siku shetani anakuambia unajua kweli wewe ukaa hapo kwa hiyo kiti na uliua mtu, wewe umwambie kama kwa msalaba Yesu alishinda. Amen. Kama mtu shetani anatufizianga saa nyingine anamwambia ile uliibaka siku ile ulisahau. Na hata wewe umesamehewa hiyo dhambi, lakini anajua tu wewe bado iko kwa roho yako na kwambia unajua hiyo dhambi ulimwanga siku ile wewe. Ukafikiria na Yesu alimaliza. Afadhali uende kwa Ezekiel na kupe maji ya nini? Ile old water inaitwa nini? Hata sijui kama ni old water ama ni nini. Baki hapa mpaka Yesu arudi. Baki kwa msalaba mpaka Yesu afanye nini? Arudi. Biblia inasema katika nafikiri ni Hebrania 12 moja hapo hivi tukitembea, nataka tusomewe. Nataka tusome. Tusome mstari wa kwanza mpaka wa 4. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile itusingayo kwa upesi, na tupige mbiu kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuudharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyeustahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Tena myasahau yale maonyo yasemayo nani kama kusema na mwanangu, usiadharau marudia ya Bwana, wala usisimie moyo ukikemewa naye. Bwana asifiwe. Sisi tuko na mashahidi.
kuna watu wanatuzunguka pande zote. Kuna watu wanafanya nini? Wanatushuhudia, wanajua vizuri sisi ni kina nani. Kuna mtu alikuwa ananiambia kama kuna watu wanajua Wakristo vizuri ni watu wale wa nje, wale wajaokoka wanatujua vizuri, kwa sababu wakati tunateleza hivi tunawakuta huko. Bwana atusaidie sana. Wakati tunateleza tu hivi si tunawakuta huko, lakini ukuti Mkristo lakini unateleza na kurudi, sasa anakujua vizuri. Bwana atusaidie sana. Hawa ndio mashahidi ambayo wametuzunguka. Lakini neno la Mungu limetuambia kwamba na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingayo kwa wepesi. Ile dhambi ambaye inatushika kwa wakati wa haraka. Sana ni hasira, si ndio? Ndio neno imesema ya kwamba tuweke kando ile mzigo mzito. Kumbe hata hiyo naye ni mzito. Tunaonanga ulevi ndio mzito sana, si ndio? Hata wizi tunaonanga ni mzito sana. Lakini kuna hii ya hasira, kuna hii ya kujidharau, kuna hii ya aibu, kuna hii ya kutoamini. Hiyo ni makosa ama dhambi ambaye sana inatushika Wakristo kwa haraka. Bwana atusaidie sana. Ndio Paulo anaambia Waebrania ya kwamba muweke kando ile mzigo mzito na dhambi itusingayo kwa wepesi. Na akatupatia ya kwamba tupige mbiu kwa saburi. Tukimbie kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kanisa la Mungu tuko na mahali penye tunaenda. Amen. Tunaelekea wapi? Tunaelekea kukaribishwa na Yesu. Na katika Yohana inasema ya kwamba ukishawekwa huru na Mwana, huru kweli. Kuwekwa huru ni safari ya kuziangusha mizigo ambaye inakushika kwa haraka. Na jambo ni kwamba tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba. Huwa naipenda hii fasi sana ya kwamba Yesu alikuwa anaona msalaba mbele, si ndio? Alikuwa anaenda kuteswa, alijua tu atashikwa, alijua tu atateswa, alijua tu atapigwa mkuki, alijua tu atapigwa misumari, alijua tu ataangikwa msalaba. Lakini neno la Mungu limesema alistahimili msalaba, na kwa ile furaha aliona akamilishe. Bwana asifiwe. Unajua furaha ni nini? Hakuwa anaona msalaba, alikuwa anaona beyond msalaba. Amen. Alikuwa anaona wokovu wa kuokoa mimi na wewe. Mimi na wewe. Hiyo ndio furaha ya Yesu, ndio aliweza kujisukuma mpaka kwa msalaba. Hiyo ndio furaha aliiona. Hakuona uchungu wa msumari, hakuona uchungu wa mkuki, hakuona uchungu wa kuwekewa taji ya miba, hakuona hiyo kitu. Aliona tu ile furaha ya wokovu. Amen. Ya kwamba mwanadamu aokolewe. Bwana asifiwe. So tusichukulie tu hiyo furaha ya Kristo ya kutuokoa ikiwa bure. Tujifungue na ile mizigo ambaye inatushika kwa wepesi. Nikisoma hiyo andiko huwa nafurahi sana, nasema hii ni upendo wa aina gani? Hii upendo wa Yesu ni upendo tofauti, kwa sababu hakuona hata kutemewa mate. Tangu niliyesikiliza hilo hata ile hapa mbaya
ile ya bahati mbaya. Unasikiaje? Nije ngwani, nikali ni uchungu. Hata mtu tu akutemea ile ya kabisa ya kunya. Hata hajatoa mate, lakini amefanya tutaweza maliza mtu. Lakini Yesu hakuona hiyo. Hakuona mkuki. Hakuona misumari ile iligongewa kwa mikono yake. Hakuona ile taji ya miiba. Hakuona micheledi. Bwana asifiwe. Aliona wewe na mimi. Furaha ya kutukomboa. Haleluya. Kwa hivyo kanisa la Mungu, tujue Yesu anatupenda. Tusikufe na hofu, tusikufe na aibu. Hiyo yote Yesu alisema imekwisha. Bwana asifiwe. Wale Nagima alisema nini? Yote yamekwisha. Kwa nini sisi tunabakiza na kubebana na aibu? Tani yeye mpaka ukiona watu unafanya nini? Unaingia nyasi, unakata kona. Na hakuna mtu amekupiga, na hakuna mtu hata anajua hiyo mawazo yako. Ni wewe mwenyewe unajifanyia mambo yako kuki kwa moyo, mpaka ukiona mama Raheli anapita unasema, "Wacha mama apite." Ni nani amekuongelesha? Si ni shetani? Anakuambia unajua mama Raheli ataweza kukuuliza, "Umeenda wapi siku hizi simuoni?" Kuliko aniulize. Bwana atusaidie sana. Tusijifiche. Wacha tuangushe hiyo mizigo yote. Maana aliyetangulia amemaliza. Alizigongomea msalabani pote. Tukul yote hakubakiza hata ile apeti. Anakuwa na avieta. Najua avieta nilikuja kugundua ni kama pombe. Inaitwa nini? Ni addiction. Una peti ya 50 inakuja 200. Narudisha hiyo 200 na pote. Unasema acha niweke 400. Ile mbele ilinipea 200, labda itanipea 1000. Akinipea 1000, sitacheza tena. Unaweka 400, inaenda kabisa, unasema hiyo ilikuwa bahati mbaya. Labda bahati nzuri iko mbele. Unaweka 1000, unaweka mpaka hata unaweza enda iba ukuje uweka avienda, ukijidanganya ati ile niliiba silikiwini, sinaweza ambia huyo pole nilikuibia, shika pesa yako. Lakini inaenda hiyo. Vijana wetu, sijui kama wazee wako ndani. Kuna dada alikuwa ananiambia hiyo ya Avieta imeshika walimu na askari. Pole, kama kuna askari hapa ndani nisamee, sio wewe. Lakini wanasema wenye wako na payslip wanaenda wanaomba loan, si ndio? Wana access loan kwa imarisha ama kwa boresha. 1700. Kuna mwalimu alinyonga last year. Alienda akachukua 700,000. Akingojea alisema nipata 5 milioni 700,000. Kaenda. Deni ikabaki kwa mama 1700. Labda kama kuna ile benefit yenye iko kwa bank na ikuje ilipe, si ndio? Lakini si ameleta mzigo kwa familia. Why pet? Kwa nini upet? Na kuna kitu real ya kwamba Yesu anaweza kukuokoa. Yesu anaweza kutembea na wewe kwa safari ya prosperity, si ndio? Si Mungu anaweza tembea na sisi? Anatulea polepole tujue kufanya biashara ile ya haki. Sio biashara ya huko kwetu kuna watu si mnajua viazi mkitembea. Si mnanuanga viazi. Na mama ngapi? Si unaweza hesabu. Lakini tembe si imejaa. Bwana atusaidie sana. Ukiona tembe si imejaa. Lakini kirangine umunia kile. Unashangaa ni ile tembe nilikuwa naona kama kuna tembe ile imekuja hapa katikati. Sio biashara kama hiyo. Biashara ya Mungu anaweza kufundisha biashara mzuri. Biashara ya haki yenye haina udhalimu, ambaye haina hila. Haleluya. Na atembee
Nilikuwa nashiriki na marafiki zangu. Kuna mama rafiki ambaye tunakaa naye, she's a widow, na alifukuzwa na mzee yake. Mzee alipaaga, jamii wakamfukuza. Na akakuja nyumbani akakaa, akashikiliwa kidogo. Brothers na sisters wakainuka. Akatoroshwa pia. So tuko naye nyumbani na alikuwa ananiongelesha bila alianza biashara. Na nikaona biashara, kuna biashara ambazo ziko na udhalimu na kuna biashara ambayo ni biashara mzuri. Bwana asifiwe. Na biashara mzuri unaweza anza hata na 250. Bwana atusaidie sana. Kama mimi niliacha maisha yangu na 250. 250. Sijui kama nitaenda sana. Wakati niliolewa, mzee wangu alikuwa anashika 750. So tukawa tukiishi kwa nyumba ya bedroom ya 250. Nikaona hii 250 hii, nikaenda nikamala kwa nyumba kingine kalikuwa kando ya yenye ilikuwa imeachwa, ndio ni save 250. Na hiyo 250 ilifanya great job kwa nyumba yangu. Sitawaeleza leo, lakini nataka kukuambia ukitumia hiyo 250 vizuri na utembee na Yesu, akufundisha akwambia, ona, usiongeze maziwa kwa maji unapouza. Usiongeze maziwa kwa maji. Ama mnafikiri watu hawaongezi hata blue band? Hiyo ni biashara mbaya ya udhalimu. Hautatembea muda. Bwana atusaidie sana. Sikukuja kuchokoza watu wa Parut, lakini sio mimi, ni neno la Mungu linasema nini? Tufanye kazi ambaye haina nini? Udhalimu. Na uone vile Mungu atatembea na wewe. Mungu atatembea na biashara yako. Atatembea na kazi yako ya ukulima. Atatembea na kazi yoyote ambayo unafanya. So long as mikono iko na usafi. So long as mikono umetakasika wapi? Msalaba. Nataka tusimame.